Magufuli alikuwa na udhaifu wake, lakini watu kama Magufuli ni wachache duniani. Bwana Yesu asifiwe. Trump ana udhaifu wake, lakini ni watu wachache duniani kama Trump. Yaani kuna watu wanahesabika, kama unavyomwona mchezaji Messi, Ronaldo, yaani ni watu wachache. Mbappe, yaani ni watu wachache. Mbappe, yaani hata kama sijui jina lake, lakini naona kwamba huyu jamaa ni hatari. Yaani ni wachache. Kuna watu wanatokea duniani, yaani wanatokea kuja kuwapata watu wa aina hiyo, ni wachache. Lakini wakati mwingine watu wanapokuwa nao hawaoni mpaka watakapokuwa wameondoka. Kama Yesu alisema, mkishanisulubisha mtajua kwamba mimi ndiye. Kwa hiyo ninaomba hii neema, watumishi wa Mungu tunazungumza hivi kabisa kutoka ndani. Amina. Tukishikilia hicho kitu, tuwezidi kuwainua watumishi wa Mungu, na hata kanisani kwako wasikuinue tu mchungaji, wanapoiombea familia waiombee na mama mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Baba alisema neno hapa, sijui kama tulilielewa, sijui kama tulilidaka. Naomba nidadafue kidogo. Alilinena hilo jana, akasema, aliwapongeza wewe mchungaji Gideon, akasema wewe umefaulu kwa sababu umekuja na mke wako. Alikupongeza. Sasa nikasema naweza wakati mwingine tusielewe, lakini neno la Mungu linasema hivi. Naomba nilisome, watumishi wa Mungu, kwa sababu huduma zetu haziwezi zikaenda mahali kama hatuwezi tukaweka msingi mzuri kwenye familia. Hapo tutapigwa. Tunataka tufikie umri wa mzee Nathanaeli Kigwira. Ni mzee, ni kijana. Si unamwona? Ni mzee, ni kijana. Akikwambia umri wake haviendani na jinsi alivyo. Ni ukweli, mimi nakwambia. Lakini raha hii anaipata wapi? Ni kwa sababu hata kama yuko hapa, ni kwa sababu nyumba yake ina amani. Amen. Kwa hiyo ninaomba nina vitu vingi ukiomba, unatamani kwamba wachungaji wachilie hiki. Mungu anasema, rudi hapa kwanza ili tuende. Amina. Hebu nisome kidogo wa Efeso. Baba amesema jambo, akasema mwaka kesho. Inawezekana jambo hili tusilione la muhimu sana. Akasema mwaka kesho, sio mwaka kesho, mwezi wa 11. Si baba ameshatuambia sema mwezi wa 11, wiki ya mwisho, kuja na wake zetu. Inawezekana usilitie maanani, lakini Mungu akutie ufunguo kabisa. Akutie ufunguo. Hebu tuangalie Waefeso sura ya 5. Jina la Bwana libarikiwe. Waefeso sura ya 5 mstari wa 25. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama alisemwi, lakini naomba unielewe, kila mchungaji ulioko mahali hapa, mchungaji msaidizi ni mke wako. Hata kama hubiri, hata kama anakaa huko nyuma, yeye ndio mchungaji msaidizi. Lazima yaani ukisema hivi, mimi pale waga sina mchungaji msaidizi, nasema mchungaji msaidizi unaye. Kama wewe ni mama unachunga, mchungaji msaidizi ni mume wako. Ujue ni huyo msaidizi wako wa karibu, na hata ujue usijue. Sasa leo, tangia leo ujue, mko wachungaji wawili pale kwenye kanisa lako. Ujue Mungu alimwambia Adamu, nitakupa msaidizi. Sasa unaweza ukatengua neno la Mungu, nitakupa msaidizi wa kufanana nawe. Sasa wewe unasema huyu sio msaidizi wangu. Ni msaidizi wako. Mungu alikupa, ni msaidizi wa mchungaji. Ndio mchungaji wako msaidizi. Kama unalitengua neno, basi litengue.
Sasa useme sisi hapa tuko hapa na wajumbe na nini na wajumbe wa kanisa kamati, mama waga yupo tu, mama yupo ndo mchungaji msaidizi. Kama wewe ni mama, ujue mume wako mchungaji msaidizi. Joyce Meyer wa Marekani ni mama, mchungaji wake msaidizi ni nani? Mume wake. Si mume wake. Wewe ni mama, mchungaji wako msaidizi, mshauri wa karibu ni mume wako. Na wewe ni baba, mchungaji msaidizi wa kanisa ulilonalo, hata kama haiko kwenye yani vyovyote hii katiba hiyo inayokuambia mchungaji msaidizi. Sasa wewe usipomtambua, washirika watamtambua. Kwa hiyo leo lazima umtambue. Kumbe hapa tuko wachungaji wawili. Hapa tuko wachungaji wawili. Kama inavyokuwa ukijua familia tuko walezi wawili, kanisa mko na walezi wawili. Lazima utambue hilo. Nenda na picha ya kimungu unaporudi. Sikujua mke wangu, sikujua kumbe wewe ni mchungaji. Ndio mchungaji msaidizi. Mchungaji msaidizi sio mzee kiongozi. Mchungaji msaidizi ni mke wako, ni mume wako, pale Mungu alipokuita. Kwa hiyo sasa neno linasema, useme mume wangu hajaokoka, mke wangu hajaokoka. Ataokoka wewe, yani anza kumuona kwenye picha hiyo. Anza kutamka kwamba wewe hata kama hujaokoka wewe ndio msaidizi wangu. Okay. Angalia neno hili. Waefeso 5:25. Anasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Akajitoa. Upendo unasukuma kujitoa. Akajitoa kwa ajili yake. Angalia mstari wa 26. Ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Angalia mstari wa 27. Apate kujiletea kanisa tukufu. Apate kujiletea. Kuna mambo inabidi uyafanye ili upate kujiletea mke mwema, mke anayependeza. Ujiletee, yani unafanya yote ili ujipatie mtu aliye bora. Atakayemfanya bora mume wako au mke wako ni wewe mwenyewe. Yesu anatusafisha ili ajipatie, ili ajipatie kile kilicho bora, kinachostahili, kinachopendeza. Ajipatie kitu chenye sifa. Ajipatie, ajisafishie. Anasafisha ili ajipatie. Ajipatie kitu kinachopendeza. Haleluya. Ajipatie. Oh, yes. Unanunua kitambaa kizuri, unampelekea mwenzako kitu kizuri ili wewe ujipatie mke anayeonekana vizuri. Unamnunulia pochi iliyo nzuri ili ujipatie mke. Unanunua ili ujipatie wewe unachokitaka. Amen. Awe na muonekano unaoutamani. Mungu aliponiita mwaka 1996 akaniambia, mwanangu, nitakupeleka Korea. Niko kijijini, nimeenda kuhubiri. Sasa utanipeleka Korea? Nilikuwa sijaoa. Nikamwambia Mungu, sikiliza, naomba kama ni wewe Mungu unaniambia utakaponipeleka Korea. Nilikuwa siombei Korea, nilikuwa naombea kazi ya Mungu. Niko kijijini kabisa, nimetoka hapa Dar es Salaam, nimeenda huko kijijini. Hapa Dar es Salaam nilikuja mwaka 1988. Ndio nilipokuja hapa Dar es Salaam, Bwana aliponileta hapa. Lakini 1996 ndio Mungu aliyonituma kwanza umisheni, kwenda kwanza kufungua makanisa. Akaniambia nitakupeleka Korea. Nilikuwa siombi. Mimi Korea nilikuwa sina ndugu, sina rafiki. Akaniambia nitakupeleka Korea, nitakufundisha mambo mengi na nitakufanya kuwa baraka duniani. Nikamwambia Baba, ni kweli Baba, na iwe hivyo. Lakini nikamwambia Mungu, kama kweli ni wewe, utakapotimiza hili neno nalo liambia, sijaoa, sina mke. Nikamwambia hivi,
utakaponipeleka nipeleke mimi na mke wangu. Sijaoa, sina ndoto za kuchumbia. Nikamwambia utakaponipeleka, nikamweleza Mungu, sikiliza Mungu nachokwambia. Lazima uwe na vision. Lazima uwe na maono. Unanielewa? Jina la Bwana libarikiwe. Nitatolea mfano tu. Naomba nitolee mfano kwa mchungaji. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Amen. Hebu naomba usimame. Nikamwambia Mungu, sikiliza Mungu, mimi nakuomba kwenye huduma ulioniitia, sitaki jambo hili. Hapo nikamwambia sitaki jambo hili kwenye huduma yangu. Mimi niwe hapa, mimi niwe hapa, mke wangu hawe hivi. Mimi niko mbele, nimemziba mke wangu. Mungu, hayo maisha siyataki. Unajua lazima uamue na Mungu aone maamuzi yako. Mimi nionekane, Mungu wangu, yani niko mbele, ninahubiri, nimemziba mke wangu, haoni. Kama Mungu, hiyo huduma siitaki. Nilimwambia hii huduma siitaki ya namna hiyo. Kama ni wewe unaniambia utanipeleka, nataka kitu hiki. Nikiwa hapa, simama, mke wangu awe hapa. Nikamwambia nataka hivi. Nikamwambia nataka hivi. Yaani tuwe sambamba. Ukinipeleka shule, hata kama nitakuwa nasomea degree, yeye basi aanze kusomea certificate. Amen. Nikianza degree ya pili, basi aanze diploma. Nikiingia PhD, basi aanze degree. Lakini tuwe hivi, tuwe na uwiano. Lakini sitaki kaa huko. Haipendezi. Hata Yesu hakutuita hivyo. Alipoamua kutuokoa, Biblia anasema akatuketisha pamoja naye. Yesu akatuketisha pamoja, hakutuweka nyuma. Nimewaokoa, kaeni huko. Tunayatoa wapi? Kaa huko. Waefeso 2 mstari wa 5 na 6 anasema alipofufuka, alifufuka pamoja na sisi, akatuketisha pamoja naye, akatuketisha pamoja katika utukufu. Sasa hayo sisi, wewe umeketishwa na mke wako, inakuwaje unamweka huko? Tubadilishe. Huduma zetu zitakuwa na kicheko na furaha na ushindi. Biblia inasema watangulizeni wenzenu mbele. Wa kumtanguliza mbele kuliko wote sio mzee wa kanisa, ni mke wako. Wa kumweka mbele. Jina la Bwana libarikiwe. Ni mbele, ni mke wako. Biblia inasema, ngoja tusome, sema haya ni mchungaji, ni ya kwako, sio ya kwangu, ni ya Yesu. Hebu twende mama, kaa. Endelea, Mungu akubariki. Jina la Bwana libarikiwe. Anasemaje hivi? Anasema, ngoja tuangalie vizuri. Angalia neno hili, ni neno. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, wa baba, hata kama sisi tumeokoka, unajua unaweza ukawa kuna wivu wa ndani kwa ndani. Unaona kwamba mama akienda mbele sasa sijui heshima imepungua. Akienda mbele ndio heshima inaongezeka kwako. Inaongezeka. Bwana sasa. Jina la Bwana libarikiwe. Okay. Juzi
nilijikusanya nikajikusanya. Mama aliniambia, mchungaji, kuna conference Zimbabwe. Yani sasa hii conference nasikia ndani yangu kwenda. Nikasema acha tu mama, ngoja tuombe, tuna mambo mengi, watoto wanaenda shule, lakini acha tumuombe Mungu. Unajua ukishaweka wazo jema, ukaamua wazo jema, tatizo tunafungwa na mawazo yetu. Nikamwambia Mungu, mama, na wewe unaelewa mwezi huu wa 8 watoto wanaenda shule, karo na nini, lakini hata tuombe. Na mimi natamani uende angalau, hata kama yani sio kwa ajili ya, hata uende upumzike, uangalie tu mazingira. Ukitoka huko utakuja na akili mpya. Yani fikiria mwenzako. Na nikashangaa, tukaenda mahali Mungu akafungua pap. Yani pasipo kujua, kwa sababu nilikuwa nimeshaamua moyoni. Nikasema Mungu, ukifanya mlango mama lazima aende. Ukifanya mlango, tukaenda mahali ikatokea papa, mtu akanipa 500,000 sio na shilingi ngapi. Sikugusa hata kidogo. Nikasema mama, nikaongezea pale. Nikasema nauli ya Zimbabwe imeshatimia. Unaenda. Unajua alichokuja ananiambia, akasema mchungaji, kumbe Mungu alinipeleka kule kwa sababu ya ajabu sana. Nikasema akasema tumeenda kwenye conference Zimbabwe. Amerudi wiki hii. Akasema tumeenda kule Zimbabwe. Sasa kulikuwa na Watanzania wameenda kule. Sikuambia kwamba ujisikie vibaya, hapana. Mungu anajua msaada atakaopeleka. Akasema tulikuwa hii conference ni ya mama kimataifa. Tulikuwa tumeenda pale. Sasa kuna Watanzania wamekuja kwa moyo mzuri, wamekuja, lakini kumbe pale wengine alikuwa, jamani, naomba unielewe, Kiswahili ni lugha ya kimataifa. Kama zilivyo Kiingereza, Kifaransa na nini. Lakini akasema sasa kulikuwepo na Watanzania hawana neema ya kusikia Kiingereza. Yani sasa kule kila kitu walikuwa wanahubiri kwa Kiingereza. Sasa nikajishtukia katikati yao, nimeshakuwa mtafsiri. Nikaanza kutafsiri. Wakasema kama usingekuwepo sasa tungekuwa tumepoteza nauli zetu. Walifikiri kwamba kutakuwa na hii. Akaanza kuwa mtafsiri. Nikasema Mungu alijua. Haleluya. Jina la Bwana. Nayo usije ukafikiri ya mpendwa, unaweza ukafanya kwa sababu eti kuna kitu. No, ni moyo. Mama anaweza akaandaa hapa, mchungaji wa kitaifa akasema kuna kongamano la kitaifa kwa kina mama. Wewe kama mchungaji uwe wa kwanza kusema mke wangu utaenda kwa nauli yako. Nenda. Mwingine hajawahi kufika hata Dar es Salaam. Wewe umekuja Dar es Salaam mara 10, mara 15. Lakini unasema mke wangu kule uwezi ukaenda. Mwachaje. Atapokelewa kwa jina la Yesu. Mwachaje. Wewe ni kama mtu umemfungia kamba yani kuku wa kienyeji kwenye nani. Utaki mama angalau aone hata mji, atembee naye. No. Tuachayo. Tuache wake zetu watoke. Ndio yani wakiona asa kumbe ulimwengu uko hivi. Kuna mambo mengine ndugu yangu, hata mama wanaweza wakakaa pale kanisani wakafunga na kuomba, lakini kuna vitu vingine havihitaji kufunga na kuomba, vinahitaji watu watoke waone kumbe mambo yako hivi. Yani ni kuona tu. Haleluya. Amina. Haleluya. Kwa hiyo neno hili angalia linalosema. Anasema enyi waume wapendeni wake zenu. Jamani, upendo hauishii kupenda, unaishia kutenda. Dhihirisha upendo kwa matendo. Upendo utoa. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa. Kama Kristo alivyolipenda kanisa akajitoa. Kwa hiyo unajitoa, yani ile hali. Tubadilike watumishi wa Mungu. Tutakuwa na huduma zenye nguvu. Tutakuwa na huduma zenye utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
haya akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu, apate kujiletea kitu. Utajifanyia mke wako kuwa bora, hakuna atakaye kufanyia mke wako kuwa bora. Ujifanyie ili umpate kile unachotaka atokee. Kianze leo. Unavyotamani yawe, anza leo. Bwana asifiwe. Ujipatie mke bora. Mke anatengenezwa, anayemtengeneza ni wewe. Kristo anatutengeneza atupate tulio bora, tunaofaa. Haleluya. Anasema ajipatie kanisa lilo tukufu, lisilo na hila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu, lisilo na mawaa. Anasema mstari wa 28, vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe ujipenda mwenyewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu Mungu atupe. Unajua hakuna kitu ambacho shetani anakichukia kama kuona familia yenye amani. Maana anajua akipiga familia, huwezi ukaongoza kanisa. Huwezi. Msingi wa kanisa ni familia, ni ndoa, ni mke na mume. Kristo amefananishwa mke na mume. Sisi ni bibi harusi, yeye ni bwana harusi. Kwa hiyo tulipata hilo. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa lazima ulize kidogo. Tukiongeza suti ya kwanza ya pili, unajiuliza mke wangu hivi ana suti hata moja? Sema tujioje. Yaani lazima mke wangu hivi ana nguo ya kutokea. Maana wakati mwingine hivyo ndio vivyo inatuponza. Atatoka tokaje? Sasa wewe unatoka tokaje? Anza kumwazia mwenzako. Tutatokaje wote? Haleluya. Haleluya. No. Hapana. Tugeuke kwa jina la Yesu. Tugeuke. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa kweli na mavazi ya kina mama sio gharama. Sio gharama kama ya kwetu. Sio gharama. Sisi ukienda dukani unakuta suti 200,000. 250,000. Unaenda kwenye kitenge kizuri, sijui nini, sijui anavita nini, wax, sijui vitu gani, sijui nini, kita bei ya juu 45,000. Kwa nini sasa utoe 45,000 ukasema mama nenda kashoneshe hiki? Kija hata ujui bei ya vitenge vizuri. Cha kushona sio cha kujifunga. Cha kushona cha kutoka. Yaani unaangalia sema hii napenda mke wangu avae rangi hii. Yaani wewe ndio unachagua. Mwanzoni mke wangu alikuwa anasema, "Mungu," baadaye akaniambia, "Mungu, kweli Mungu amekufungua macho. Yaani siku hizi ukiniletea kitenge cha kushona, hata unavitoaga wapi?" Nasema, "Mungu, si nilimuomba nisaidie." Nisaidie. Mimi nataka rangi hii. Nataka akitoka akishona rangi hii. Jamani. Haleluya. Amen. Hebu tufanye maamuzi. Tufanye maamuzi. Tufanye maamuzi.
Yani jamani, watumishi wa Mungu no. Yani kuna mtu mwingine akikaa hivi sasa, yani amepiga suti yake, amevaa vizuri, akiona mamchungaji akae hapa, yani anaona sasa alivyo, bora akae huku watu wasione. Mnunulia kitu kizuri, akae na wewe pembeni, akae na wewe. Ukikaa kanisani, mke wako inabidi awe pembeni. Mtu mwingine akikaa kanisani, wewe ukajua mchungaji yuko kule mwishoni kule, yani utafikiri ni mshirika aliyetengwa. No, hapana, hapana, hapana kubwa. Msaidizi wako wa karibu ni mume wako au mke wako, lazima mkae pamoja. Sasa nikikaa naye ananivuruga, anakuvurugaje wewe? Sume mzoeza kukaa mbali, anza kumweka karibu. Haleluya, haleluya, watumishi wa Mungu. Hata tuwaonyeshe washirika mfano wa kanisa, tuwaonyeshe jinsi tupasavyo kuenenda, tuwaonyeshe mfano. Familia inaposimama, kanisa limesimama. Familia inaposimama, kanisa limesimama. Mafuta yanaonekana. Bwana Yesu asifiwe. No, Bwana asifiwe. Hapana. Unajua kina mama wachungaji wanabeba mizigo mikubwa kuliko sisi mzee kiongozi, kuliko katibu wa kanisa, kuliko anayebeba mzigo mkubwa ni mke wako. Lazima uelewe. Lazima uelewe. Msaidizi wako wa karibu na anayechukua mzigo pamoja na wewe ambao uliitiwa na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kuwa na kitu ambacho mwenzako anasikia, anaanza kusikia tuliitiwa kazi njema. Wewe tuliitiwa kazi njema. Yaani anza wewe mwenyewe ujue hiki tuliitiwa pamoja na huyu mwenzangu. Yaani ukianza kuwa na mtazamo huo, neema itakuja kubwa. Neema itakuwa kubwa. Kazi ya Mungu itatendeka. Mambo yataanza kufanyika. Baraka za Mungu zitaanza kuonekana. Haleluya. 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 Ninaomba kwa jina la Yesu, Mungu atupe neema. Tuyaishi maisha hayo, maisha ya furaha, maisha ya amani. Kama kuna mahali ambapo umekwaza na kukwazika, ninaomba kwa jina la Yesu, msamee mwenzako. Samee 7 mara 70, hata kama hajakuomba msamaha. Naomba uachilie kabisa, unaseme sasa hivi, yani naomba katika asubuhi ya leo useme mke wangu au mume wangu, Mungu nampenda, nimemsamee. Unajua Yesu Kristo. Naomba nisome neno la mwisho. Lazima tujifunze kutoka kwa Bwana. Warumi sura ya 5 mstari wa 8. Jina la Bwana libarikiwe. Warumi sura ya 5 mstari wa 8. Some mstari wa mwisho tuweze kumsihi Mungu. Wapendwa watumishi wa Mungu, yaani tunaporejea, iwe ni kesho, iwe ni leo, iwe wapi, lazima tuonekane tumetoka kwenye mlima wa Bwana. Tumetoka kwenye mlima wa Bwana. Warumi sura ya 5 mstari wa 8, Biblia inasema, Warumi 5 mstari wa 8, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Mungu hakutupenda kwa sababu yoyote ile. Wakati bado tuko wenye dhambi, Mungu alikuwa tayari kutoa gharama. Nimewashuhudia, nimewaeleza. Ilitokea hivi tunavyo Mungu alipofungua mlango mwaka 2006, nikaenda Korea kwa ajili ya mission.
ya mwezi mmoja kwanza. Nilipofika kule, watakatifu wa Mungu, hebu Mungu atupe neema na vipawa na karama. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akafungua mlango. Bwana Yesu asifiwe. Akafungua mlango wa kuhubiri kwenye makanisa, kuhubiri. Watu wakasema okay, tunakutama, hebu niangalie huko. Bishop ana mambo yake kidogo anaweka vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Tusikilize neno. Tena Bwana ibarikiwe. Nikapewa scholarship ya kwenda kusoma 2006. Nikaenda kule, nikasoma mwaka wa kwanza. Nikamaliza mwaka wa pili. Nikaambia chuo, mimi siwezi nikakaa hapa bila mke wangu. Mimi siwezi nikakaa hapa bila mke wangu. Wakasema sasa wewe uko hapa. Huu ni mwaka wa pili, bado miaka 4. Nikasema mimi nina mke. Wakaniambia angalia, maforeigners wote walioko hapa, hakuna mtu aliyekuja na mke. Nikasema mimi sijui. Mimi mke wangu yupo na mtoto mdogo, mtoto ananisumbua, ana miaka 3. Wakakaa. Mungu ni wa ajabu. Nifupishe story. Chuo kilitoa scholarship ya mke wangu bila kuapply. Wakaandika scholarship ya mke wangu na mtoto. Wakawaleta mwaka wa pili. Kwa nini? Lakini Mungu anakumbuka agano lake la 1996. Ukinileta pahali popote utakaponipeleka, na mke wangu tuwe pamoja. Na mke wangu tuwe pamoja. Kwa hiyo nilipokuwa nasoma degree, masters, degree ya pili, mke wangu alianza diploma pale. Tukasoma wote. Tukakaa wote. Na baraka nyingi. Mtoto wetu wa pili tulimzalia Korea. Maana tumekaa, hatuna stress. Tukamwita blessing. Sasa hizi ni baraka. Alafu bwana, wewe msimuone baba, msimuone bishop yuko hapa bwana. Uko nje ni kuzuri. Wewe usini kujitoa tu. Nje ni kuzuri bwana. Ni kujitoa tu. Naweza nikakushuhudia. Yaani mke wangu alipopata mimba mwezi mmoja, yaani nje ni kuzuri. Wakaanza kutulipa kila mwezi. Yaani mimba, yaani kwa sababu watu kule walikuwa hawazai. Hawapendi kuzaa. Kwa hiyo kuwatia watu moyo ili wapate kuzaa. Ukipata mimba tu, kila mwezi unalipiwa $200. Ni kama $500 za Kitanzania. Kila mwezi. Yaani unaingiziwa account utunze mimba. Yaani na kueleza ukweli mbele za Mungu. Alipopimwa tu kliniki, akaonekana mimba ipo. Wakasema fungua account ya kutunza mimba. Kwa hiyo kila mwezi tunadundubukiza $500 za Kitanzania kutunza mimba. Haleluya! Sasa miezi 9 kila siku, kila mwezi $500. Si unasema niongeze na kengine? Lakini Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Tulipomaliza degree ya pili, wakatupenda kuliko wakatupenda. Akasema sasa, wakanichagua akasema sasa wewe ni mchungaji wa yani foreigners. Wao wakanitengia kitengo cha foreigners. Mungu akaniambia rudi Tanzania. Kuna kazi kubwa. Rudi Tanzania. Nilikuleta kwa makusudi yangu. Rudi Tanzania. Kuna vitu nataka ufanye pamoja nao. Nikamwambia hapana. Wakaniambia unaenda kufanya nini? Mke wako tumeshakuletea hapa. Watoto mmezaa hapa. Tuna hapa citizen hapa. Mtoto huyu ana cheti cha kuzaliwa hapa. Mnaenda kufanya nini? Bwana anasema turudi. Amen. Na Mungu akafanya. Tukarudi kwa furaha. Na Mungu alichokifanya ni mambo.
Tunamshukuru Mungu kwa neema. Nachotaka kusema, watumishi wa Mungu, omba kwa ajili ya mke wako, mume wako. Amani tawale, baraka zitawafuata kwenye familia, kwenye nyumba. Bwana sasa, tulipoana na mke wangu tulikuwa hatuna hata passport. Kama mke wangu, Mungu ametuita, ni huduma ya kimataifa, twende tukakate passport. Hatujavuka hata sehemu, tutafute passport. Tumeoana mwaka 2000, tafute passport. Yaani Mungu Bwana, kwenye umoja kuna baraka. Ninaomba uanzishe wewe, useme mwenzangu hataki, wewe uanzisha. Mwenzangu Bwana wewe uliyepata maarifa. Biblia inasema mmoja atapiga 1000, wawili watapiga 10,000. Kwa hiyo tujue, tushikamane. Omba, ukiona omba, ujue asio mwenzangu, ni adui. Kila panda asiolipanda baba, Mathayo sura ya 15 mstari wa 13. Kila panda asiolipanda baba lazima ling'olewe. Ng'oa kila pandikizo. Mwambie no Bwana, hii Mungu, ndoa yangu ni paradiso. Hii ndoa yangu ni mbinguni hapa duniani. Hii ndoa yangu ni ufalme wa mbinguni hapa duniani. Watoto wangu watabarikiwa, mke wangu amebarikiwa, mume wangu amebarikiwa. Pandikiza maneno kila wakati. Hii ni paradiso, ni paradise, ni paradise ya hapa duniani. Ndoa yangu ni paradise. Wewe ipande tu, sema ndoa yangu ni paradiso ya hapa duniani. Ndoa yangu ni amani, ni tele. Ndoa yangu ni furaha tele. Ndoa yangu imejaa amani tele. Hata kama vitu vinapita huko juu, vinasikia. Unasemaje? Nasema ndoa yangu amani hapa imejaa tele. Ndoa yangu ni kicheko tele. Ndoa yangu ni amani tele. Amen. Kuna wachawi katika mambo haya ya familia, wengine ni watakatifu wa Mungu. Nimalizie kwa mfano huu. Nilikuwa nimeoana na mke wangu. Sasa 2002 tukatembelewa na mchungaji. Tuko bado kijijini. Kijijini tumefanya kazi ya Mungu miaka 8. Tumepanda makanisa huko zaidi ya 18. Sasa mchungaji mmoja akatutembelea. Akatukuta tuko sebuleni, tumekaa, tumeweka chakula chetu. Mkangu ana masaa yote anapendaga kusmile. Hata hapa kwenye picha unaweza ukamwona. Sasa ana smile na nini, tunakula. Mchungaji akatuangalia, akatuambia, akasema, akaniambia mimi, mkangu alikuwa ametoka. Akaniambia, mchungaji, hivi unafikiria haya mambo yatakaa hivi? Yanaanzaga hivi, yatakaa hivi. Yaani furaha na nini vitaisha. Amenitembelea ni mgeni. Nikasema, mchungaji, sikiliza. Mimi nikamwambia, sikiliza mchungaji, mimi sijui huyo mke ulivyompata. Ndoa yenu sijui ulivyompata, sielewi mlipokutana, sielewi. Lakini mimi najua Mungu alivyotukutanisha na mke wangu. Kwa hiyo mimi sijui historia yako, wala sitaki kujua, kwa sababu Mungu amelianzisha hili jambo. Angalia, ananipigia simu kujua ninaendeleaje. Huyu hapa ananipigia simu. Haleluya. Ajue ninaendeleaje. Bwana asifiwe sana. Sipokei kwa sababu unahubiri na na rekodi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ningesema, mchungaji, kama yaliisha kwako, hayatakaa yaishi. Amen. Na mpaka leo ni mwaka wa 26, hatujaona kicheko kinapungua, hatujaona furaha inapungua, hatujaona chochote. Kwa nini? No! Tengeneza mambo ya nyumba yako. Chochote kilichoibiwa, furaha ya Bwana ni nguvu yetu. Ukiona mafuta kwa askofu, furaha ya ndani ya nyumba ni upako unashuka, neema inashuka. Naomba kama kuna mambo yamejitokeza, msamehe kama Yesu alivyotusamehe.
Achilia. Hata kama kuna jambo limekuumiza, liachilie. Sema, Mungu, mimi ndugu yangu huyu ni ndugu yako, ni ndugu, sisi ni wake na waume, lakini ni ndugu katika Bwana. Tusameane kwa moyo, kwa kuachilia. Amua. Hayo ni maamuzi. Ninaamua kusamehe, naamua kumsamehe mpenzi wangu. Tena tamka, mpenzi wangu, naamua kumsamehe. Anzia hata huko chumbani, hata sirini. Mpenzi wangu, tamka neno lililo jema, ubadilisha hali ya hewa. Shetani akusikie. Kuna maneno yamepotea kabisa. Kuna maneno yamepotea. Wewe unaweza ukafikiri maneno ya kidunia, sio maneno ya kidunia. Si wewe mke wako na mume wako si mnaitanaje? Lakini mimi hata ukisikia, utasikia dali, upo, unaendeleaje? Sasa hakuna we sasa kweli mke wako mume wako we ni nani? We ni mbwa? Hiyo ni nini? We ni mbuzi? Ni paka? We kuna maneno bwana. Ani, my sweetie, my darling. Maneno yanatengeneza hali ya hewa mle ndani. Tengeneza kwa jina la Yesu. Usiseme vilishachelewa. Havijachelewa. Umba. Hapana, kwa jina la Yesu. We ni paka. We na yale. Baba, we tengeneza neno linaumba. Neno linaumba. Tengeneza neno. My sweet, my darling, mpenzi wangu. Au basi umeshindwa sana, mama mpendwa, basi tamka neno lililo chema, linaumba. Tutapona na mwili wa Kristo utapona. Haleluya. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea nawe.